jifunze kuombea vita ulionayo kwenye maisha. Tunaishi katika dunia yenye vita. Hii dunia ni dunia ya vita. Ni dunia ya kushindana. Ni dunia ya kupambana. Watu wanapambana. Ukienda kwenye ofisi kuna vita. Ukienda kwenye biashara kuna vita. Kwa mandugu kuna vita. Kwenye kilimo kuna vita. Ukienda sokoni ni vita. Yani ni vita juu ya vita. Vita. Kuna watu leo hapa hawaongei pamoja. Tena wengine Pastor Morara wanasali kanisa moja, lakini hawawezi kuongea. Kuna watu tena wengine wanaimba kwaya. All of them are choir members, lakini hawaongei pamoja. Vita. Kuna mtu haongei na mtoto wake kabisa, yani yeye na kijana wake off mawasiliano. Vita. Kuna mtu ana vita na ndugu yake. Vita kubwa. Vita kubwa. Yeye na brother yake, yani you will never find them sitting together. Vita. Kuna mtu hapa kwa ile ofisi yake, kuna mtu aongei naye leo ni mwaka wa pili. Yani they are living in the same office, lakini hawasalimiani. Vita. Na huyo mtu anataka kwenda mbinguni. Hakuna mbingu inapeleka watu wenye vita. Kuna watu wana vita. Kuna watu wana mapambano. Kuna watu wana vita. Yuko hapa aongei na bibi wa kijana wake. Aongei kabisa na bibi wa kijana. Kuna mtu yuko hapa aongei na sister yake kabisa. Hawaongei pamoja. Vita. Kuna siku kule kwetu Tanzania nilikutana watu wana vita iliyokaa 15 years. Yani watu wako kwa kanisa wako na ugomvi wa 15 good years. Muwazuie watoto wenu na watu wote, msilete maombi hapa. Wewe ndio wa mwisho. Mtaleta baadaye, nitawapea nafasi. Vita. Watu wana vita ya miaka 15. Hawaongei. Wengine vita ni ya mashamba. Anakwambia pastor amechukua my 2 feet. Amechukua my 1 feet ya mpaka. Vita ya mashamba. Vita ya mali. Kuna mama hapa, mme wake alipoaga, ndugu wa mme wamekuja kumletea vita. Ndugu wa mwanaume wamekuja kumletea vita. Vita ni mbaya. Vita ni mbaya. Mimi niliwahi kwenda kuhubiri nchi inaitwa Sudani. Mwaka wa 2018. Nilienda Sudani kuhubiri kwenye TMY. Ile nchi ya Sudani, Sudani ya Kusini, walikuwa wana vita zamani. Ilivuruga mambo mengi. Kenya hapa mna experience ya vita. Vita inaondoa maendeleo. Vita inaondoa amani. Vita inaondoa furaha. Vita inaondoa baraka. Vita inatengeneza maumivu. Vita inawatenga watu. Vita ni mbaya. Vita sio nzuri. What does the Bible says
kuhusu vita. Biblia inasemaje kuhusu vita? Kitabu cha 1 Timothy. Kitabu cha 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Kuna mama anaitwa Janet ndio huwa ananisomea. Aya inasemaje Janet? Piga vita vile vizuri vya imani. Rudia tena. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima wa milele ule ulioitiwa. Ukaungamo maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Hebu sikia. Biblia inasema hivi. Piga vita vizuri vya imani. Piga vita vizuri. Mkristo unapopata vita, jifunze kuangalia imani yako kabla hujaingia kwenye vita. Naomba nirudie. Mkristo unapopata vita, before haujaingia kwenye hiyo vita, chunguza imani yako kwanza. Je, nikiingia kwenye hii vita nitapoteza imani au nitashikilia imani? Nikiingia kwenye hii vita, je, hii vita itakuwa na faida au itakuwa na hasara? Kwa lugha nyingine, usipigane kila vita kwenye maisha yako. Usipigane kila vita kwenye maisha yako. Usipambane na kila mtu anayekuja mbele yako. Naomba unisikie. Wakati mwingine amani ni bora kuliko ushindi. Amani ni bora kuliko ushindi. Peace is more important. Wakati mwingine amani, Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Usipambane kila vita. Usishindane na kila mtu anayekuja mbele yako. Vita nyingine ukiingia itakumaliza wewe. Vita nyingine ukiingia itakupea hasara wewe. Vita nyingine ukiingia itakuletea magonjwa wewe. Vita nyingine ukiingia wewe ndiye utakaye poteza mali nyingi. Kabla haujaingia kwenye vita, angalia imani yako kwanza. Ndio hapo sasa Paulo anatuandikia, anasema nimevipiga vita vile vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Kabla haujaingia kwenye vita, chunguza. Ndiyo maana sikiliza, usimjibu kila mtu kila kitu. Usipende kumjibu kila mtu. Wengine nyamaza. Kuna watu ukiwajibu unawapea credit ya kukushambulia. Kuna watu wengine ukiwajibu unawafungulia mlango wa kukushambulia. Wakati mwingine kunyamaza ni ushindi. Wakati mwingine kunyamaza ni ushindi. Jifunze kunyamaza. Hata kama wanakusema vibaya, nyamaza. Yesu, Isaiah chapter 53. Isaiah 53 na ule mstari wa 7. Isaiah 53 na ule mstari wa 7. Inasemaje?
Sema alionewa lakini aliyenyenyekea. Alionewa lakini alinyenyekea. Hakufunua kinywa chake. Hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo. Hebu sikia. Huyu ni Yesu, Pastor Morara. Walimuonea lakini Yesu alinyenyekea. Hakutoa kinywa chake kuwajibu watu. Unajua ni kwa nini Yesu hakuwajibu? Wengine ukiwajibu unawatambulisha. Wengine ukiwajibu unawatambulisha ili waonekane. Ukinyamaza hawaonekani. Hebu sikia. Wewe ni mtoto wa kifarume. Usipigane, do not fight kwa mtu yeyote anayeonekana mbele yako. Yesu unajua Pastor Morara, Yesu angepambana na wale watu wangepata ushindi mkubwa sana. Na siku zote washindi wanachagua vita ya kupigana. Mimi wanawaambia watu, mfano mimi Magoti nimeamua, mimi hata hapa Kisii atokee mtu aniseme vibaya, mimi nitamsema vizuri. Yani akitokea mtu hapa aanze kusema yule Magoti, kama zile maneno sio za kweli, mimi nitambariki. Ukijibu unamfanya aonekane. Hebu sikia, ukiona mtu anakuchukia umemzidi mambo mengi kwenye maisha. Hebu sikiliza, ukiona mtu anakuchukia umemzidi vitu vingi kwenye maisha. Ukipambana na anayepambana na wewe, utashare naye authority yako. Si kama Dr. Peter Mose unaelewa naongea nini? Hebu sikia daktari, kwenye kazi yako unaoifanya sio watu wote wanakupenda. Ukiona watu hawakupendi, kuna vitu vingi umewazidi. Anayekusema vibaya ni yule tu asiyekufahamu vizuri. Ukiona mtu anakusema vibaya, hajakujua vizuri. Siku akikujua vizuri atajoin na wewe. Hebu sikia, yeyote anayetafuta vita na wewe ni yule ambaye umeshamzidi tayari. Ukiingia naye kwenye vita unamtambulisha na yeye aonekane. Yesu alinyamaza. Yesu alinyamaza. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Kwenye dunia hii kuna watu kazi yao ni kukuchokoza. Hata kama umetulia, atatafuta kukutengenezea fitina. Kuna watu hawataki ndoa yako iende sawa sawa. Akiona we na mme wako mmetulia, atatafuta maneno. Ukimjibu unawasha moto wa maneno, ukinyamaza unazima moto wa maneno. Ndio maana Yesu anatuandikia akisema, pigana vita vizuri. Pigana vita vizuri. Hebu sikia, wengine wadharau. Nyamaza. Jifunze kunyamaza. Mfano mimi watu wananisemaga sana.
Unajua mimi naombeaga watu, na maombi yangu mimi wakati mwingine ukiyachunguza sio ya kisabato. Yaani wanasema mimi wasijibu mtu. Wengine hadi wanaandika kwenye Facebook, you will never find Magoti anajibu mtu. Ila tu wanashangaa, niko Kisii Central na preach, nikitoka niko Kampala Central, nikitoka wenyewe wanaongea, mimi na move forward, mimi na move forward. Siku wakiamka usingizini, mimi niko na Yesu tumekaa mezani. Hebu sikia Yusufu, sikiliza. Yusufu alipendwa na baba yake, alichukiwa na ndugu zake. Upendo wa baba kwa Yusufu haukumsaidia chochote. Chuki za ndugu kwa Yusufu zilimfanya kuwa waziri mkuu. Umejifunza kitu? Kuna kitu umejifunza? Wanaokupenda hawakusaidii, wanaokuchukia wanakupromote. Yusufu alipendwa na baba. Alichokipata kwa baba ni kanzu ndefu. Alipochukiwa na ndugu akaenda kuwa waziri mkuu. Ukiona watu wanakuchukia, kuna baraka Mungu ameweka ndani yako. Shetani hashambulii mtu ambaye hana fruits. Shetani anamshambulia mtu ambaye ako na fruits. Kama hauna matunda huwezi kushambuliwa, ila kama uko na matunda utashambuliwa sana. Ukiona vita inaongezeka kwako, tambua baraka zimeongezeka ndani yako. Katika dunia hii, learn to be positive. Jifunze kuwa positive. Usipambane na mtu. Usipambane na mtu. Acha Mungu akupiganie. Mari fulani Mungu anamwambia Jehoshafati, vita sio ya kwako, vita ni ya Bwana. Vita ni ya Bwana. Acha Mungu akupiganie. Acha Mungu akupiganie. Usipende vita kwenye maisha yako. Magoti, unaongea nini? Ukisha kuwa ndani ya Yesu, ukisha kuwa ndani ya Yesu, kila changamoto utakayopitia ni saizi yako. Msisahau jamani, mimi nimesoma falsafa, nina maneno mengi sana. Hebu sikia, ukiwa ndani ya Yesu, kila changamoto utakayopitia kwenye maisha ni saizi yako. Hebu sikia, vita zingine unazipata kwa sababu umejulikana vizuri mbele za Mungu wako. Vita zingine unazipata kwa sababu umejulikana vizuri mbele za Mungu wako. Ayubu alipata changamoto kwa sababu Mungu alimtambulisha Ayubu mbele ya shetani. Hujanielewa? Kama Mungu asingemtambulisha Ayubu kwa shetani, shetani asingemgusa kwa sababu alikuwa ameshamuogopa tayari. Ayubu akamwambia, huyo siwezi kumgusa kwa sababu umemzingira, umemzunguka pande zote. Mungu akamwambia, haya basi mguse. Kwa hiyo kuna vita zimeruhusiwa na Mungu ili kumangamiza shetani. Mtu mmoja hajanielewa. Matatizo mengine ni promotion yako. Matatizo mengine yanakutengenezea ngazi ya kupanda. Usipambane na kila mtu kwenye maisha haya. Mahali fulani Ayubu anaongea maneno ya kipekee. Ayubu anasema, mimi ninajua neno moja tu,
mtetezi wangu yuko hai. Siku moja atasimama juu ya nchi. Katika dunia hii, amini uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Mahali fulani Paulo anasema silaha za vita zina uwezo katika Bwana. Amini ya kwamba yuko Mungu ambaye anaweza kutenda yasiyowezekana kwa wale wanaopambana na wewe. Hebu sikia. Siku moja mchungaji Morara, mimi nilipata changamoto. Ni mwaka wa 2010. Mwaka wa 2010. Mtu mmoja tu akanichukia. Akasema maneno mbaya kuhusu mimi. Alikuwa na pesa. Kanisa lilikuwa linamheshimu sana. Alikuwa na pesa. Akaenda kwa viongozi, akawaconvince viongozi. Akasema hivi, Magoti ni devil worshipper. Yule kijana ni devil worshipper. Anatumia nguvu za giza. Ndio maana akiombea watu wanaanguka chini. Tena akaongea maneno ya uongo. Akasema nimekutana naye airport, anaenda Nigeria. Mimi hata sipajui Nigeria. Sema nikutana naye anaenda Nigeria. Kwenye mshipi wake. Unasema kwenye mshipi wake. Muuchunguze, ndio maana akitaka kuombea watu lazima ashike mshipi. Kumbe labda siku ile aliniona nilikuwa nimevaa suruali oversize. Akaongea, viongozi wakaelewa, wakaandika barua kwangu. Magoti, tunakuweka kando kidogo, tupate kukuchunguza. Kaambia jamani, imekuwa hiyo. Barua zikaenda makanisa zote kwa pastors, msimpe Magoti pulpit, tunamchunguza. Sasa wakisha sema wakubwa, no way out. Bas pastors wengine marafiki zangu wakaniambia jipe moyo. Wengine wakashangilia, wakasema alikuwa hata sisi hatupendi zile maombi zake. Wakaongea, nikawa out of ministry. Ikawa mbaya. Siku moja pastor, nilienda kanisani. Nilipokaa kwa kanisa hivi, hiyo line niliyokaa, watu wote wakamove upande wa pili. Wote wakatoka wakamia upande wa pili. Unajua ni vile sasa, unadhani ikitokea Pastor Morara hapa anatangaza, jamani, Pastor Magoti sina imani naye, kuna mtu atakuja nimuombe tena? Hapa si mnakuja kwa sababu pastor amesema jamani, Magoti tumebarikiwa kumpata kutoka Tanzania. Watu wakanikimbia. Ikafika wakati maisha ikawa ngumu. Jamani, njaa nyumbani, Magoti sina, wengine simu hawashiki. Nikamkumbuka Paulo wa Efeso 6 mstari wa 12. Wa Efeso 6 mstari wa 12. Biblia inasemaje? Wa Efeso 6 mstari wa 12. Huyu anayetusomea Bible nadhani ni tofauti na huyu anayekaaga hapa. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Bali ni juu ya falme na mamlaka.
juu ya wakuu wa giza hili, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika juu ulimwengu, ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Nilipotambua hiyo verse, nikasema sipambani na mtu. Nikaingia kwenye maombi, nikasema ninafunga siku 50, Mungu anisaidie. Nikamwambia Mungu, nimezaliwa kwenye kanisa hili. Mungu, wewe ndiye uliyeniita kwenye kazi hii. Baba, nisimamie. Nikaomba. Baadaye nikiwa siku ya 40 ya maombi yangu, 42, mtu mmoja akaniletea taarifa, Magoti, hiyo story aliyetengeneza ni mtu fulani. Nikaambia nyamaza. Mimi wasipambani na mtu hata siku moja. Mimi nimewekewa sumu mara 7. Nimewekewa sumu mara 7. Na wote walioniwekea sumu niliwafahamu. Na bado ninawaombea baraka. Kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Usipambane na mtu, acha Mungu akupiganie. Acha Mungu akupiganie. Wewe ni mtoto wa kifarume, uzao wa kikuhani, miliki yake Bwana. Yesu alikufa kwa ajili yako. Aliacha enzi, mamlaka na ufarume. Yesu akashuka katika dunia hii. Akashuka. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe, akamleta Yesu akafa kwa ajili yako. Na Yesu akiwa pale msalabani alilia akisema, Eloi, Eloi. Kabla ajakata roho, Yesu akasema imekwisha. Yesu alipokufa, pazia la hekalu likapasuka. Ishara ya kwamba mimi pamoja na wewe tunaweza kuingia patakatifu pa patakatifu kwa njia ya maombi. Kwa nini upambane na mtu? Nikaanza maombi. Nikamaza maombi yangu ya siku 50. Nilivyomaliza maombi ya siku 50, nikaendelea. Nikaanza kupreach. Unajua ukisha kuwa na roho ya kupreach lazima utapreach tu. Nikaanza kupreach kwenye mabasi. Simama pale na preach. Sasa wakanishangaa, mbona huyu preacher haombi sadaka? Nikimaza kupreach nawaambia Yesu anakuja. Walio tayari kuyatoa maisha yao kwa Yesu, watu wananyosha na waombea, ninashuka. Hata kwenye mabasi barua zikaenda. Watu wote msiruhusu mtu anaitwa Jafet Magoti kuingia kwenye mabasi zenu. Na kwenye mabasi nikafungiwa. Nikasema sio neno. Nikaanza kwenda kwenye mahospitali. Naenda kwenye mahospitali naombea wagonjwa. Wagonjwa wakipona, nawaambia mkipona au mkitaka kubatizwa mwende kanisa la Sabato. Wakienda kanisa la Sabato tumempokea Yesu tukiwa hospitalini. Tulihubiriwa na Magoti. Wanasema kaa kwanza kwenye darasa tukufunze. Hiyo ya Magoti hatuitaki. Baada ya siku kama 60, yule baba aliyenifanyia hayo mambo, msichana wake akapatwa na mashetani. Yakamtesa mashetani. Wakaomba. Siku moja mama mmoja akanifuata nyumbani. Kanambia, Magoti, twende tukaombee msichana wa mzee fulani. Nikamwambia, lakini mama, si unajua mimi
wamenikataza nisiingie kwenye nyumba za watu, hadi kwenye mabasi wamenikataza. Mama, mimi siruhusiwi. Yule mama akanisii sana, akasema nakuomba twende. Nikasikia sauti ya yule mama, tukaenda. Tulipofika kwa nyumba, tukakuta msichana hajala chakula siku 5. Mashetani yamemzuia hali chakula. Tukaanza maombi. Tuliposema shetani toka, yalitoka mapepo 870. Shwap out. Yule msichana akapona. Kaambia jamani, Mungu awabariki. Nikaondoka nikaenda. Saa 4 za usiku yule baba na mke wake walikuja nyumbani kwangu. Kaniambia, pastor, tumekuja. Nikaambia nini? Wakafika wakapiga magoti. Nikaambia, nyie watu nyie, mnampigia magoti huyu mtu? Hapana, aliyetoa mapepo sio mimi, ni Yesu Kristo wa Nazareti. Mkampigia. Akasema, magoti hatupigi magoti kwa sababu ya mapepo, tumekuja kwako, tunaomba utusamee. Na yule alikuwa ni mzee mkubwa, mimi nilikuwa kijana mdogo kabisa, hata nilikuwa sijaoa. Nikamwambia, baba, hukunikosea mimi, ulimkosea Mungu aliyeweka vipawa ndani yangu. Nenda ukaombe msamaha kwa Mungu. Mimi magoti kama sio Yesu, mimi ni bure kabisa. Mimi naishi mahali fulani. Paulo anaandika, anasema kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Hebu sikia mtoto wa Mungu uliyeko hapa, usipambane na mtu. Acha Yesu akupiganie. Acha Yesu akupiganie. Acha Yesu akupiganie. Mwambie Yesu, wanaopambana na mimi wana pesa, mimi sina pesa, wewe pigana pamoja na mimi. Wanaopambana na mimi wanajua connection za hapa Kenya, mimi sina connection, bali connection yangu ni mbinguni. Pambana pamoja na mimi. Nataka nikwambie, Yesu atakupigania. Niwape verse ya mwisho. Zaburi 144. Zaburi 144 na ule mstari wa kwanza. Zaburi 144 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? Inasemaje? Na aimidiwe Bwana, na aimidiwe Bwana, mwamba wangu, mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu, anifundishaye mikono yangu vita, vita, vidole vyangu kupigana. Ananifundisha vidole vyangu kupigana. Hebu sikia, kabla haujaenda kwenye vita yoyote, mwambie Mungu, nifundishe namna ya kupigana. Kabla hujaenda kwenye vita yoyote, mwambie Baba, teach me how to fight. Kuna vita nyingine umeangushwa kwa sababu umepigana vibaya. Kuna vita zingine zimekufanya uwe masikini kwa sababu uliingia kwenye vita hujaomba msaada kutoka kwa Mungu. Mungu atubariki sana. Abantu banyasai msesenyibwe. Nataka tufanye maombi. Naomba elders wote na viongozi wote wa kanisa mkuje hapa. Elders, na wewe kama ni kiongozi wa kanisa, ukuje hapa mbele. Leo nataka tuwaombee viongozi wa kanisa. Kiongozi yeyote wa kanisa, uwe kiongozi wa vijana, kiongozi wa women ministry, director wa Sabbath school, church clerk, yeyote, if you are a leader, maybe wewe ni kiongozi wa kanisa lingine but you are here, you may come also. Viongozi wote kujeni hapa mbele, mpange mstari hapa mbele. Mwe mnaniangalia. If you are a leader, director of adventure from any denomination, please march forward. I want to have a very special prayer for you.
nataka niwaombee. Kiongozi yeyote, nyie ndio mnaopitia vita kubwa mkiwa viongozi. Kuna wakati washiriki wanaweza wakawasema vibaya. Mnapitia vita kubwa kama viongozi. Nataka niwapatie maombi ya kipekee sana. Nyie ndio mmekaa vikao. Pastor alipoleta idea, jamani tunamtaka Pastor Magoti, tunamtaka Pastor Daktari Ijiko, mkasema waje, we must pray for you. Mnafanya kazi kubwa. Wakati mwingine kama elders na waonea huruma, wanachelewa kurudi nyumbani wakiwa wanafanya kazi ya Mungu. Kama wewe ni deacon au deaconess, na wewe kuja. If we deacon au deaconess, kuja. Nyie ni viongozi wa kanisa pia. Nataka niongee na elders. Kuna wakati elders wanachelewa kurudi nyumbani wakifanya kazi ya Mungu kanisani. Watoto wanawamiss. Lazima tuwaombe. Lazima tuwaombe. Na nyie watu mliokaa huko, ombeni viongozi hawa. Hawa watu unaowaona wote hawa, hakuna mtu alisomea hapa uelida. Hakuna mtu ako na certificate ya uelida hapa. Lakini Mungu akawachagua kuwa elders. Kwa mnafanya kazi ambayo hamkuwahi kukaa hata darasani. Kwa hiyo nyie ni watu wa pekee sana. Tena unaweza ukashangaa elders wana leadership nzuri kuliko hata sisi ambao tulikaa darasani. Mnasaidia wachungaji. Lazima tuwaombe. Na nyie watu wa Mungu mliokaa huko, wapendeni viongozi wenu. Nimewahi kuona kuna watu kanisani anasema mwaka huu hakuna elder hapo. Hawa elder walioletwa mwaka huu hawa hakuna elder. Nataka nikwambie, Mungu hachagui wasafi kufanya kazi yake. Siku zote Mungu anachagua wasiofaa ili awafanye wafae. Mungu anachagua wasiofaa ili awatengeneze wafae. Hebu sikia. Elida anaweza akapreach hapa, watu wakasema huyu Elida naye awe tu analala. Kwenye kanisa la Wasabato hakuna preacher mzuri, bali kanisa la Wasabato lina ujumbe mzuri. We are not good preachers, but we have good message. Elida na watia nguvu, Mungu awatie nguvu pia. Mnafanya kazi ngumu sana. Hawa elida ndio wa kwanza kuingia kwa kanisa na ndio wa mwisho kutoka kwa kanisa. Ndio wana organize mambo. Kuna wakati pastor anaweza akasafiri, kanisa likabaki mikononi kwa elders. Ndio wanakaa wanawaza, wanakaa vikao. Nyie tu amje kuingia kwenye vikao vya elders, kuna wakati wanatumia sauti kubwa kwa ajili ya wokovu wa maisha yako. Kuna wakati elders hawali hata chakula, wakihangaika ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Let us pray for our elders. Tuwaombee hawa viongozi. Unaweza kukuta elder na yeye watoto wake wako na challenge, lakini ana spend time kwa ajili ya watoto wako. Anasoma Bible verses ili aje asaidie mtoto wako, na yeye mtoto wake huko amemuacha nyumbani. Tuwaombee watu hawa. Tuwaombee viongozi. Tuombee hata hawa viongozi deacon na deaconesses. Wanafanya kazi kubwa kanisani. Wakati ule wa meza ya Bwana, deacon hawa mpaka unawaonea huruma. Siku ile ya Pasaka unaona wanavyohangaika.
wanaosha mavikombe yote yale, wewe uko nyumbani kwako unaangalia television. Wakati mwingine wanatembea kwenye nyumba zenu, wanasafisha kanisa. Wewe unakuja unakuta kiti imeshawekwa tayari. Na tena kuna watu wengine deacon ameweka kiti hivi, wewe unanyanyua unakipeleka huko na unakiacha hapo. Kuna watu laana zao ni kubwa. Tena deacon aje achukue arudishe hapa. Na bado kuna watu wanasema huyo ndio deaconess huyo. Hivi kanisa haina watu, inachagua huyo. Usitafute dhambi. Mungu anatujua wote sisi hatufai, ila anatupea kazi kwa ajili ya utukufu wake. By the way, hii kazi mnaoifanya nyie ilipaswa ifanywe na malaika. Dr. Peter, ilitakiwa malaika ndo awe elder wa Kisii Central, lakini Mungu akakupa wewe, akijua ya kwamba kuna ile verse inasemaje, tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Mimi naombea watoto wenu pia. Fanyeni kazi ya Mungu kwa moyo. Kama umechaguliwa kwenye kazi, ifanye kwa moyo. Ifanye kana kwamba hautaifanya tena. Ifanye kama ndio kazi yako ya mwisho duniani kabla Yesu hajaja. Fanya kazi ya Mungu kwa mkono wa nguvu. Usifanye kwa mkono wa ulegevu. Yani fanya ukisema, Mungu, maybe hii ndio nafasi ya mwisho kabla sijalala mauti. Hata mimi wanamwambia Mungu, yawezekana hii camp meeting ndio ikawa ya mwisho kwenye maisha yangu. Nisifike Tanzania. Mimi nimewahi kupata accident nikitoka kupreach. Kwa hiyo Mungu akikupea kazi, ifanye kwa moyo. Hata kama watu watakusema, acha waseme, fanya. Kuna taji ya uzima imeandaliwa. Fanya. Mwambie Mungu, maybe ndio kazi yangu ya mwisho. Hakuna mtu anayejua siku yake ya kufa hapa. Mungu amekuchagua ili siku historia yako ikiwa inasemwa, aseme amelala akiwa ni deacon, amelala akiwa ni church elder, amelala akiwa ni kiongozi wa vijana, amelala akiwa ni kiongozi wa kina mama. Fanya kazi ya Mungu kwa moyo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Pastor akikuasaini kazi, usimpe maneno ya kumkatisha tamaa. Ifanye. Elida akikupea kazi, akikwambia nimekupea kazi hii, ifanye kwa moyo, usimkatishe tamaa Elida. Fanyeni kazi ya Mungu. Very soon our Master Jesus will come to take us home. And he is coming. Jesus is coming. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Piga palanda ya makelele, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yu aja tena. Itowe mwangwi sana vilima, Yesu yu aja tena. Yu aja kwa utukufu mwingi, Yesu yu aja tena. Anakuja. Jesus is coming. Jesus is coming. Yesu anakuja. Ngoja niwaambie, Yesu anakuja. Yesu anakuja. Pastor Ijiko, Jesus is coming. Elders, Jesus is coming.
Watu wa Kisii Central, our Master Jesus is coming. Be well prepared. Jesus is coming. Jesus is coming. This is my last sermon to you. Jesus is coming again. Jesus is coming. Dalili zinaonyesha Yesu anakuja tena. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninawaleta viongozi hawa mikononi mwako. Ninawaleta viongozi hawa mikononi mwako. Ninaanza na kiongozi wao mkuu, mchungaji George Morara. Umemchagua awe kiongozi wa Kisii Central. Naomba upate kumuongoza wewe mwenyewe. Ninawaleta elders, nikianza na First Church elder, Elder Nyang'ate. Ninamuweka mikononi mwako. Umempa kazi kubwa. Umempa kazi kubwa. Ni kazi ambayo haiko sawa na uwezo wake. Umemfanya awe first elder wa kanisa kubwa kama hili. Msaidie Baba, msaidie sana. Na waleta elders wote Baba, umewapatia kazi kubwa kwenye mabega yao. Others are not good preachers, lakini ukamwambia kuwa elder, hata kama uta preach kuna kazi utaifanya. Andrea ndiye aliyetambua kuna mtu yuko na samaki. Ndiye aliyetambua kuna mtu yuko na mikate. Alikuwa ni mwanafunzi, hata kupreach hajui, lakini alitambua kuna mtu ana samaki. Kupitia Andrea watu 5,000 walikula na kushiba. Hata kama kuna elder ako na weakness, lakini najua ndani yake umempea nguvu fulani. Msaidie afanye kazi yako kwa moyo. Saidia watoto wao Baba. Watoto wa elders ukawasaidie. Ukawasaidie kwa njia ya kipekee, mfalme wa wafalme Jehova ile. Kuna elder hapa analia kwa ajili ya watoto wake. Yeye ni kiongozi lakini watoto wake wako mbali na kanisa. Jehova, ninawaleta watoto mikononi mwako. Naomba Baba ukawashike watoto wa elder, o Jehova ile. Ukawabadilishe, mfalme wa wafalme, Mungu wa Israeli. Zungumza nao watoto wa elder. Hata kama wanakunywa pombe, Baba ukawabadilishe leo. Elder huyu anataka aone watoto wake wakiokolewa. Elder anataka kuona watoto wake wakibatizwa. Elder anataka kuona watoto wake wakiwa preachers. Baba, wasaidie watoto wa elder. Wasaidie watoto wa maelder walioko hapa. Wasaidie watoto wa maelder Jehova Mungu. Wasaidie popote walipo. Kama wako hapa au wako mbali, Yesu ukawashikilie. Tunawaleta mabibi wa maelder. Wasaidie wake wa maelder. Wale wa mama ukawatie nguvu. Wanapokaa kanisani, wanapokuwa nje ya kanisa, Baba tembea na wabibi wa maelder. Wasaidie viongozi waliosimama hapa. Kila mtu kwenye department yake. Kila mtu kwenye department yake. Baba ukawatie nguvu. Ukawape afya. Ukawape uwezo waweze kuifanya kazi yako. Bariki kazi zao za kujiletea mkate. Bariki biashara zao.
Bariki Jehova ofisi zao walizoandikwa kazi. Bariki mashamba yao. Bariki ndugu zao. Baba, ukawatendee baraka watu hawa. Baba, ukawatendee baraka watu hawa kwa njia ya kipekee sana. Jehova Mungu, daktari na mchungaji Bernard Gejiko atasimama hapa akishirikiana na my sister Edna kulisema neno lako. Umemtumia Baba sana since day one mpaka kwenye hii hatua ya mwisho. Ninamuweka kwako in a very special ways. Naomba ukamuanoint tena. Gusa midomo yake. Najua ameandaa sermon. Yeye ni binadamu, ameandaa sermon. Lakini wewe Mungu ndiye unajua watoto wako mchana wa leo wanataka chakula cha aina gani. Kama hiyo sermon aliyoiandaa haiko sawa na hitaji la watoto, naomba asiipreach. Ile ambayo unaona inawafaa, akisimama hapa, mpe Baba, mpe sermoni. Kama aliyoiandaa iko sawa, iongezee uweza wako. Iongezee uweza wako. Hata yule msichana Edna anayetranslate, Baba, mpe nguvu isiyo ya kawaida. Rafiki yangu Msumali, ninamuweka kwako Baba. Is very powerful preacher. Muinue zaidi. Baba, muinue zaidi. Baba, muinue zaidi. Mpeleke kwenye viwango vikubwa. Aende mataifa yote. Tena yeye ana advantage ya kujua na Kiingereza. Mpeleke mbali sana. Na siku moja apate uzima wa milele. Kama kuna mtu yuko hapa Baba, aidha amekaa huko kwenye siti, ana vita yoyote anapitia, msaidie kushinda hiyo vita. Msaidie kushinda hiyo vita. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tunaomba na hata kuamini kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu awabariki sana.